Jaigatiro wale omorie na giteo Karago morie ciana cie mucie igwekwo atia. Mwisho tumekuwa na expose again on Citizen, vile ambavyo wananchi wale walio na mapato ya chini wanakuwa overcharged na SHA, kwa sababu ile means testing instrument inawaonyesha wakiwa watu wa viwango vya juu na ilhali mapato yao ni kidogo. So some citizens are paying as much as 10% of their income in spite of the fact that the law provides that you should pay 2.75%. Karago kiuria kiona kiodhi ni jomurie atwirene ati akurathi. Na mwisho niseme hivi, sisi kiongozi wetu ni Rigiji na hakuna kitu kingine tunajua, na mahali atatuambia tupitie tutapitia hapo, and we have no apologies to make for having been born Kikuyu. Sisi hatuna mtu ambaye tutamwambia pole kwa sababu tulizaliwa wa Kikuyu, na we will protect Rigiji. Uhuru Muigai Kenyatta ni kiongozi wetu, tafadhali lazima aheshimike. And we want to tell anybody and everybody that we are ready to defend President Uhuru Muigai Kenyatta with our sweat and blood. Hatukuwa tumekuja hapa kufanya siasa, lakini ni vizuri tuambiane ukweli, ama si kweli? Sisi tunasema Uhuru Muigai Kenyatta tafadhali amestaafu, apatiwe heshima yake, na ana uhuru wa kusema vile yeye anafikiria kama Mkenya na kama rais aliyestaafu. So we want to tell them again, we will do everything possible to see to it that we defend Uhuru Muigai Kenyatta, led by His Excellency Rigathi Gachagua. We will defend Uhuru Muigai Kenyatta with our sweat and blood. Viongozi wetu wa makanisa, poleni kama tumezungumza siasa, lakini muendelee kutuombea na kuombea nchi yetu. Leo ni dikwedagerie hau na ndauga agikone ndahitia niwe hiya wakwa munene muno, na kwago nguthaitha mukeri maria thingingo ciothe araika na theru othe ona inyuĩ andũ aitũ muhoere Mwathani Ngai witũ. Nataka nifike hapo na nichukue fursa hii kumuita kiongozi wangu wa chama, kiongozi wa Mlima, kiongozi wa Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Asanteni sana. Kutura jabaya goma kijaria ngatua Dena hijawaro muberu Yonana jamakwe goma ya ratiro Amwena ya mamu magaduna. Asante sana, thank you. Thank you. Tafadhali tuketi. Baba wetu Askofu Mkuu Harrison, our new bishop, Bishop Maina, and your wife Reverend Esther, maaskofu wote wale wamefika, viongozi wale wote wamefika, Wakristo wenzangu, God is good. And all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Andu wa nyumba itu muliokuo nyumba no mwiyumiriirie ona ciathira kara ona twatiririo ni gathogo mukeyumia ona ni ndiumitie wa kahiti wa kairitu. Archbishop baba wetu, tunataka tuseme asante kwa hii sherehe ya kipekee ya kutawazwa ya Reverend Maina akuwe askofu. Tumesema asante, na mimi nataka niseme nimefurahishwa sana na hiyo sherehe vile umeiendesha. Wachana na hiyo maneno kwanza, hiyo ya wanda. Hapa tuko kanisani vijana. Vijana mpo? Vijana namuomba tafadhali. Namuomba vijana wetu kwa heshima
tuko kanisani, tuheshimu kanisa, tumheshimu askofu. Mambo ya vuvuzela tuachane naye. Hata wale wanasimama viti, mumeleta hao vijana, muambie tuko kanisani. Hapa ni pahali ya maombi. Tutaenda kufanya mkutano huko nje, siasa ile kali. Kwa hivyo vijana, tafadhali tuachane na mambo ya vuvuzela, tuachane na mambo ya filimbi, tuheshimu ibada ya leo. Mimi nataka niseme askofu wetu. Mimi nasema pongezi Bishop Maina na Reverend Esther, pongezi kwa kutawazwa na kuongezwa ngazi ya uongozi katika kanisa letu la Kristo. Mimi nilimjua huyu Reverend Maina, alikuja kunitafuta kwa muda mrefu sana. Na mimi niko na ushuhuda ya kwamba yeye ni nabii ya ukweli. Huyu Reverend Maina ya UTC alinitafuta nikiwa naibu wa rais. Akakuja akaniketisha chini, akaniambia Mungu amenionyesha unapangiwa jama ya kutolewa kwa ofisi, na kabla ya mwaka huu uishe utatolewa. Nikamwambia haiwezekani. Nitatolewa namna gani na huyu mtu nimemsaidia juzi? Akaniambia huyu umemsaidia ndio anakupangia na amepanga, na Mungu amenionyesha itakuwa namna hiyo. Nikauliza atanitoa namna gani, na lazima kura iende pale bunge. Akasema hapana, wabunge wote watapewa pesa, watakutoa. Nikamwambia lakini hata wakipewa, wale ya nyumbani ya mlima hawawezi chukua pesa. Akaniambia hao wote isipokuwa wachache watakusaliti. Huyu Reverend akaniambia watakusaliti mapema. Nikamuuliza hata ile ya nyumbani mbunge ya Mathira nilimfanya MP. Akaniambia huyu atakusaliti na akutukane wakiwa na bibi yake. Huyu Maina, huyu Reverend. Kwa hivyo mimi akiwa mnabii, I bear testimony to his prophecy because I have seen it. Lakini pia akaniambia hata ukitolewa usijali, ndio utapata favor ya Mungu na ya raia. Na akaniambia within 1 year utakuwa more popular 10 times than when you are in office. And the same has come to be true. Kwa hivyo sisi tunapenda watumishi wa Mungu, na sana tunataka manabii ya ukweli, kwa sababu pia iko manabii ya uongo, si ndio? Juzi nimeona Wakorintho wameenda pale, mnabii ya uongo ametokea pale, anasema ati Mungu amemwambia ati Kasoko atakuwa tu tamu. Kwa jina ya Yesu manabii ya uongo washi. Na Biblia imeandika vizuri kutakuwa na manabii ya uongo. Wale manabii ya ukweli wanajulikana, manabii ya uongo wanajulikana. Kwa hivyo tutaendelea kuwa na hawa, tutaendelea kuwa na manabii ya ukweli na wale ya uongo. Kwa hivyo Archbishop Harrison, tutulie kidogo. Kuna jambo moja umemwambia the new bishop, ukamwambia ile kiwango amefika, there are certain things he can no longer do. That is true. I also want to tell the leaders here, mimi Rigiji pahali nimefika,